uhai, tukaangalia namna gani ambavyo kuna suala la kisaikolojia na kwamba kujitoa uhai sio kukosa maadili ama sio jambo ambalo ni la kidini, lakini ni jambo la kisaikolojia, na mtu ambaye anakuwa kwenye mawazo ya kujitoa uhai mara nyingi anakuwa amefikia kwenye hali ambayo akiona yeye, sio kwamba hathamini uhai, lakini hali aliyofikia akili yake inafika mwisho, anaona hawezi kuendelea mbele. Kwa hivyo tukahamasishana hapa kwamba tunapoona dalili zile za mwanzo, ukiona mtu amebadilika, usisite kwenda kumwongelesha, na tukaambiana kwamba msaada unapatikana, ziko sehemu nyingi ambazo anaweza akasaidiwa, maana mwisho wa siku wote tukasema kwamba maisha yetu yote yana thamani. Hakuna uhai wa mtu ambao hauna thamani. Sasa mwezi huu, mwezi wa 10, ni mwezi wa afya ya akili duniani, na tarehe 10 mwezi wa 10 ni siku ambayo tunaadhimisha siku ya afya ya akili duniani. Na mwaka huu kauli mbiu ambayo ya kidunia kwenye siku ya afya ya akili ni kuhusu upatikanaji wa huduma za afya ya akili kwenye majanga na dharura. Ni mada ambayo imekuja kwa kipindi kizuri sana, maana tuko kwenye nyakati ambazo zina changamoto nyingi. Kila siku tunasikia kuhusu majanga, tunasikia kuhusu mafuriko, tunasikia kuhusu mioto mbalimbali inayotokea, kuna migogoro, kuna vita, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kutokea kwenye jamii yetu. Na sasa kitu kinapotokea kama hichi, je, mahitaji ya huyu mtu, yes, mtu amepata, tuseme kwa mfano mtu amepata mafuriko, familia zimepata mafuriko, ni kweli kabisa zinahitaji sehemu ya kulala, zinahitaji labda chakula, nguo, lakini je, huyu mtu anarudije sasa kwenye jamii? Amepoteza kila kitu, anarudije kwenye jamii? Saa nyingine amepoteza sio tu vitu, amepoteza na watu, labda amepoteza ndugu, marafiki, mtoto, mume. Huyu mtu anarudije kwenye jamii? Anaanzaje kukaa tena kwa kuwa na tumaini? Ndipo hapo tunapoona sasa umuhimu wa kwamba huduma hizi zinazotolewa za kawaida zinaendana pia na huduma za afya ya akili. Lakini sisi siku ya leo tumeamua kufocus kwenye sehemu moja. Tunataka kuangalia sasa, je, we sasa huyu mtoa huduma au watoa huduma wanaokuwepo pale majanga yanapotokea, unapopata ajali, polisi yuko hapo, amekuja amefanya hivi, amekuja mtu wa hospitali amefanya hivyo, amekuja ndugu, au watoa huduma, nani anawahudumia? Maana mara nyingi wanapokuwa katika kipindi hiki wanafanya kazi katika pressure kubwa, na kipindi hichi anakuwa amefocus kwenye kukuhudumia wewe, lakini kumbuka kama huyu mtu ni mtoa huduma, kila siku anapita kwenye hii cycle, kila siku yuko kwenye hii cycle. Je, sasa ustawi wake yeye wa akili unakuwaje? Anawezaje kuhakikisha kwamba vile anavyosaidia wengine haviamwathiri yeye? Kwa sababu anakuwa na majeraha kwenye akili yake, anakuwa na majeraha yasiyoonekana, wanaita secondary trauma, anakuwa na majeraha ya kuona kila siku mabaya yanaongezeka. Je, sasa huyu mtu anaendeleaje kwenye jamii ili aweze kufanya huduma anazotoa ziweze kuwa ni huduma ambazo zina maana kwake na kwa yule anayetolewa huduma? Saa nyingine unaweza ukaenda hospitali sema watu wana hasira, yawezekana tu ni kwa sababu tayari yuko kwenye burnout, yani amefika kiwango ambacho hata yeye akili yake imechoka. Basi naomba nimkaribishe presenter wetu Dr. Pasco kwa ajili ya kufanya session yetu ya leo. Kwa wale ambao mfahamu, Dr. Pasco ni psychiatrist katika ya Arusha, mkoa wa Arusha, na ni mratibu wa afya akili Arusha, lakini pia ana organization yake inaitwa Siha Angavu. Kwa hivyo kama unahitaji pia msaada wa afya akili, Siha Angavu pia ipo. Nadhani mwishoni anaweza katupa contacts zake na unaweza ukawasiliana naye. Dr. Pasco ni mdau mzuri sana wa afya akili,
na tunamkaribisha atupatie mada ya leo. Karibu Pascal. Asante. Habari za muda huu jamani? Halo. Nzuri, Halo, ni tunakusikia nzuri, vizuri. ni nzuri. Host disabled participant screen sharing. Sawa, na Please. kuruhusu. Yeah. Yeah. Jaribu tena. Hapo. Mm. Kaa hapo. Hapo inaonekana? Ndiyo. Okay, that's good. That's good. That's good. That's good. Hapo inaonekana eh? Yes. Yeah. Watu wa huduma. Watu wa huduma. Picha zangu mbaya. Kwao usizijadili sana, utapata changamoto ya afya ya akili. Hazionekani clear. Watu wa huduma wanatoa huduma kwa moyo na morali and the access to mental health kwa hao watu ambao wanatoa emergencies katika nyakati za calamities, catastrophes, issues, majanga mbalimbali. Na subtitle yetu ni caring for the carer. Tunawajali vipi wanaojali? Wao wanajaliwa au wanajitoa sana, alafu watu hawapo kwa ajili ya kujitoa kwa ajili yake. Nashukuru sana kwa nafasi ambayo tumeipata. Tutazidi kugundua kwamba wanatoa huduma kwa watu ambao wamepitia changamoto, na hoja ya msingi sana ni katika hii ambayo tunasema setting the stage. Emergencies and catastrophes mara nyingi zina bring immense psychological stress ambayo sio watu wote wataweza kusustain, kwa sababu utakuja kukubaliana na mimi kwamba handling ya social pressure tunatofautiana kubeba hata kama tunatoka familia moja. Therefore, carer ambao ni health workers, all those first responders, wanawezekana wakawa ni watu wa fire, hiyo watu mbalimbali tu wa fire, inawezekana ni polisi or whichever kind of humanitarian staffs. Mara nyingi wao ndio ambao tunawategemea katika kurespond vitu tunaita ni backbone. Yet they are equally vulnerable to trauma, burnout and compassion and fatigue, kwa sababu na wenyewe ni watu kama sisi ambavyo tuko nao. Nakumbuka wakati tunaanza kusoma mambo ya medical shuleni kwa mwaka wa kwanza, kuna ajali ilitokea. Dada mmoja alivyoona damu alizimia. Baada ya muda basi akakecha hapo, maisha yanaendelea. Sasa haya mambo yanayotokea yanawaathiri watu, na ni watu wanatakiwa kwenda kuwa accommodate na kuwasaidia hawa watu. Kwa hiyo mambo ni mengi. Sasa huyu carer ni nani basi ambaye tutaka tumjue? Who are the carer? Huyu ni nani? Anaweza kaa ni daktari, ni nesi, anawezekana kaa ni tabibu, anawezekana kaa mtaalamu wa afya akili, psychiatrist au psychologist, or whichever one. Hata kama ni paramedics, amesoma mambo ya medical kidogo, social worker, humanitarian staff, or any community volunteer, faith based responders, inawezekana, of which utakuja kugundua kila mmoja mwisho wa mambo yote ni first responder. Ikitokea hata ajali nyumbani kwako, aliyekuwepo anapaswa awe first responder. Kwa community volunteer anaweza akafanya, wanajamii, wananchi wanaoishi hapo karibu atakuja kwa ajili ya kuaccommodate ili kurescue na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni timu ambayo ina watu mbalimbali wenye ujuzi mbalimbali, kuanzia mwenye ujuzi mkubwa, mwenye ujuzi wa katikati, mwenye ujuzi wa tofauti na vitu kama hivyo, wanahusika katika kudili na hoja hiyo. Sasa utakuja kugundua tunashughulikia afya ya akili ya hawa watu ambao ni first responder. Kuna kitu kinaitwa silent burden, kamzigo fulani ambako kako kimya kimya. Hawa carer mara nyingi wanakabiliana na mambo kadhaa: long working hours katika unsafe environments, kwa sababu na wenyewe pia wanakuwa katika situation ambao wanaweza kupata matatizo, wakaa hamdi katika kuwepo katika, watafanya kazi muda mrefu, ni mpaka mambo yaende. Yani mnawezaje kwenda kulala, kuna watu wako chini ya kifusi na mnatoa kifusi, hamjui mtamaliza saa ngapi. Kwa hiyo long working hours inaweza ikawapata moja hapo na office. Lakini witnessing mass suffering or death, mna communicate na mtu vizuri mpaka mnakaribia kumfikia amekufa, inauma.
Iliwahi kututokea wakati fulani, mama mmoja tunaongea naye, tunapiga naye story vizuri kabisa, basi tukawa tunampeleka akafanyiwe siza. Yule mama alitufia kitandani, kila mtu alichanganyikiwa. Yani unamuona mtu na communicate, jitahidi fanya hivi, afu anakufia, unamtazama yule pale anakufa. Tunatofautiana namna jinsi ya kuweza kubeba, lakini wana face mambo mengine kama limited resources, kwa sababu unahitaji kufanya msaada lakini huna uwezo huo, na mambo mbalimbali ambayo yanaweza akaa yakawa overwhelmed kutokana na ukubwa wa kazi ambao wanakuifanya. Lakini pia kuna hoja ya secondary trauma, kwamba sasa yeye yale maumivu ya wengine yanakuwa maumivu yake. Kwa hiyo utakuja kugundua their mental health needs mara nyingi inakuwa overlooked. Watu hatuwaoni kama nao wanapitia changamoto, tunaona wagumu, tunaona wanaganzi ya kipekee, wanaganzi special, lakini haya ndiyo ambao anayapitia. Kama nilivyokuambia, the more ambavyo unakuwa exposed katika hivyo vitu, utapata overwhelmed, na tunatofautiana katika namna ya kubeba, hata kama tumekuwa katika kazi muda mrefu kwa kiasi gani. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unapata hizo mambo na kujikuta hali ya mambo inakuwa tight. And the common mental health challenges ambazo zinawapata first responders kwa sababu ya kuwa katika hizo kind of exposures, kuna kama acute stress reactions, kuna anxiety, depressions, burnout and compassion fatigue, kuna post traumatic stress disorder, kuna substance use as a coping mechanism ya kuhandle alichokishuhudia. Utakuja kugundua watu wengi wanatumia substance kwa sababu kuna emotional things ameshindwa kuzihandle, wanazikandamiza au wanazihijack kwa kutumia substance. Post traumatic kwa kuwa alishuhudia, afu scenario zinakuja na ile alivyoshuhudia ilikuwa ni kubwa kuliko threshold level yake ya kusustain, anajikuta flashback zinamjia na anashindwa kuhandle na vitu kama hivyo. Burnout very obvious. Anxiety inaweza ka trigger mental health condition mbalimbali kwa katika hali kama hiyo. Kwa hiyo hali zinakuwa tete. Kwa hiyo hizi ni just common, kwa kuwa exposed katika hayo mazingira inaweza ikamchochea pia naye mwenyewe akapata changamoto ya afya ya akili na hali ya mambo ikawa mbaya. Sasa barrier to access mental health support kwa hawa first responders ni nini? Hizo barrier ambazo wanakuwa wanapitia, kuna hoja ambayo inaendelea within our community. Kuna kitu kinaitwa stigma among health professionals. Mental health professional au health professional wengi, kwanza unaweza ukakuja kugundua wengi wanapitia changamoto nyingi za afya ya akili kwa sababu ya mazingira yao ya kazi, na kutokana na ujuaji wao na ile know how za mambo ya hapa na pale, wengi hawasiki help mapema. Kwa wengi wanasafa. Hata tafiti nyingi zinaonyesha kitu kama hicho. Lakini pia barrier nyingine ni lack of time or services during crisis. Hakuna though, kwa sasa hivi kuna kitu ambacho tunakafanya hata sisi wilayani, mikoani na wizara. Sasa tunafahamu nchi yetu tunapitia changamoto ya nchi ya jirani, kuna outbreak. Kwa hiyo sehemu zote kuna watu, kuna team standby. Mojawapo ya pila ambayo ipo ni mental health and psychosocial support. Kwamba hiyo imewekwa kama mojawapo ya component katika kukabili watu wenye hizo changamoto. Lakini barrier nyingine ni cultural issues, ambapo kuna hizo mila na desturi, kwamba huwezi kuhitaji msaada katika kitu ambacho kumbe unatakiwa uvumilie. Kwenye jamii zetu mara nyingi unakuta mtu anakwambia unalialia kama mwanamke, wanaume hawalii. Unakuta vitu kama hivyo kwenye tamaduni, kwamba huwezi kusema, inabidi unyamaze. Huwezi kusema unaoyapitia, inabidi utulie hata kama unapitia. Kwa tamaduni tunatofautiana. Lakini wiki emergency mental health services sehemu nyingi, hata ukiangalia atlas za WHO wanaotoa kwa nchi mbalimbali, unaweza ukaona gaps katika nchi mbalimbali katika namna ya kuhandle mental health issues, mental health system, mifumo ya afya akili yenye utengamao wa hali ya juu iliyoimarika kutosha ku adjust whichever kind of crisis happening. Sio sehemu zote hii mifumo imeimarika kutosha kuweza kukabili hali ya mambo yanayopitia. Hizi ni kwa uchache, ni some of the barrier za ku access services. Kwa stigma ni kubwa, lakini pia cultural inaingia kwenye setting yetu, na muda pia unaonekana kama haupo na vitu kama hivyo. Lakini pia weak system za mental health system katika sehemu nyingi zinakuwa ni mojawapo ya barrier, na roadblock zinakuwa ni kubwa. So why caring for carer matters? Ni kwa kiasi gani hii hoja ni ya muhimu? Hoja hii ni ya muhimu kwa sababu carer with good mental health wata provide better patient care.
sisi tunafahamu kwamba binadamu akiwa too emotional, uwezo wake wa kufanya maamuzi unashuka. Kwa kama akiwa too calm, it means ataperform based on potential alizonazo to the fullest. Kwa wagonjwa watapata better care, kwa sababu hawa watu wanaweza kunavigate na kuhandle na kuarticulate whichever things zinazoweza kuupset. La kitu kingine, prevents staff shortages due to burnout. Itasaidia kwa sababu ikitokea mazingira kama hayo, kuna watu wengine watashindwa kuja kazini kwa sababu na wenyewe watakuwa hawana capacity tena ya kuweza kudeliver, kupitia burnouts. Kwa hiyo shortage itakuwa kubwa, na shortage ikiwa kubwa, watu watafanya kazi muda mrefu. Utakuja kugundua kama crisis ikilasti kwa muda mrefu sana, mwishoni itabidi muombe assistance sehemu nyingine, na mwisho sasa kazi itakuwa imeharibika. Lakini pia inamata sana kwa sababu ina enhance resiliences of the communities. Jamii yetu zinapitia mambo mengi na wanajamii tunapitia mambo mengi, na tunahitaji watu wa kututia moyo, tunahitaji watu wa kudive safely pamoja na sisi katika changamoto ambazo tunakuwa tunapitia. Kwa hawa watu tukiwawezesha, tukiwa equip kutosha kudive safely for whichever kind of crisis, for whichever kinds of an outbreak ambayo inatokea, ina maana kwamba ustahimilivu wa jamii utakuwa mkubwa, sababu tunaishi na watu ambao wanatia watu moyo. Tunaishi na watu ambao wanatia watu moyo. Nimejikuta nacheka kwa sababu kuna kitu nimekikumbuka. Ukiingia kwenye peji nyingi za Watanzania wengi, utaona negative opinion nyingi sana. Yaani mtu anatia negative opinion hata kama hakujui. Sasa kwangu mimi wanaonaga kama ile inaonyesha ni kwa kiasi gani tuna jamii wiki. Jamii mbona iko wiki sana? Unawezaje kuandika negative opinion kuhusu mtu uliyemuona mtandaoni? It means you are not okay. Yani wewe ni dhaifu, sababu unaoyaandika sio maoni ya yule, yao ni maoni yako na sio matatizo yule mtu ambaye unamwandikia. Lakini tukiwapata watu ambao tumewawezesha vizuri kwenye community, ina maana tutapunguza rumors mbaya within community, na community itakuwa na too resilient, na community ambayo ina too resilient itakuwa ni community productive, na community productive tutafikia maendeleo mazuri sana kwenye jamii. Lakini pia inamata kwa sababu it protect the dignity, ule utu na utu wa wao, kwa sababu na wenyewe ni watu wanapitia mambo. Kwa na wenyewe tukiwekea setting kama hizo, zinawasaidia nao kuona kwamba tunawajali na wanajua kwamba haki yangu iko wapi once na mimi nikiwa quote katika namna moja ama nyingine, na sio just tu kufanya kazi pasipo kufikiriwa kwamba na wewe tunakusoti vipi once ikitokea la kutokea na vitu kama hivyo. Sasa hapa chini kuna some of the key strategies for supporting our carer. Key strategies of supporting our carer ambazo zitawasaidia, whether ni wewe au ni watu ambao tunaishi nao kila siku, zitawasaidia kuchukuliana na haya mambo vizuri. Namba moja tunasema psychological first aid. Hii sehemu nyingi haipo, though siku hizi tunajitahidi kufundisha psychological first aid. Sitataka kuiongea sana, maybe siku nyingine tutakuja kuiongea in detail, lakini kuna issue ya peer supportive system. Kuna issue nyingine ya counseling and debriefing sessions kwa wao ambao wanapitia, lakini pia kuna hizo mambo ya rotation, sababu unajua ukifanya kazi muda mrefu unapata burnout. Kwa hiyo kiama kidogo unaama ukiwa na nguvu mpya, kwa sababu unaenda katika new area yenye pressure tofauti, yenye expectation tofauti. Kwa hiyo itapunguza mtu kuwa katika exhaustion kubwa sana. Lakini pia safe spaces for resting and reflections, lazima watu wapeane kwa ajili ya resting na vitu kama hivyo, kuweza kuwasaidia kuweza kurudi tena arudi tena akawe tena mpya kutosha kudive safely na hali ambayo anakuwa anapitia. Kwa hiyo ni hoja ya msingi. Na tuna build vipi system ya resiliences kwa kuintegrate mental health katika emergency responses plan, kama ambavyo nimewaambia sasa hivi, kuanzia wizara mpaka huko chini. Hiyo kitu tunaintegrate vizuri. Kuna mental health and psychosocial support ipo, lakini pia training responders on self care and stress management. So far tunaifanya sana katika level zetu hizo, tunazifanya sana. Tuna establish emergency mental health hotlines katika setting zetu bado, lakini nadhani ni mojawapo ya kitu ambacho kinaweza kikafanyika kusaidia, kwamba namba ipo kipiga kama ile 911 wapi unapata. Lakini nadhani mpaka sasa hivi ipo mifumo wizara ya afya. Una foster organizational culture of compassion. Hii ni katika taasisi mbalimbali kutengeneza mazingira ya kujaliana, mazingira ya kufikiriana, mazingira ya kutiana moyo na mambo kama hayo. Sehemu nyingi wanakuwa wanafanya hivyo.
Hata unakuta wengine mwisho wa mwaka wanaenda sehemu tu, mtu anasema na sekreto wake kamnunulia hivi na hivi, anamsimulia bwana, mimi na sekreto wangu huyu ni fulani, nilimwonaga kazini siku fulani, nilikuja siku fulani. Yani inasaidia ako ka culture, na nimekuwa nikiona katika baadhi ya taasisi na organization wanafanya vitu kama hivyo kwa ajili ya kusaidia kukuza self esteem na self efficacy za watu wanapokuwa wakiendelea. Sasa kwa hao carer wenyewe, some practical self care ili wazidi kuwa functional in a daily basis based on my requirements zao ambazo wanahitaji kuweza kuzifanyia kazi. Mojawapo ni rest and sleep hygienes, na hapa tunatia mkazo sana ulale masaa 6 mpaka masaa 8. Na kulala kwenyewe tunalala kweli, na sio unaingia kitandani saa 2 unashika simu sio unaangalia movie mpaka saa 6. Hiyo hapana. Na ukubali yote yaishe, kwa sababu kuna siku unaingia jioni kulala una madeni mpaka ingine unakwambia kabisa na ole wako kesho uje bila kulipa hiyo hela. Sasa hizo ni stress za hapa na pale. Ingia kitandani unaingia mweupe, unalala pale kabisa kama mfalme, na sio unalala unajikunja kwenye 6x6 kama kigunia mpaka kwenye ndoto madeni yanakuamsha wewe mjinga, unalala kwa raha ipi? Maana kuna wengine mpaka wanaongea kwenye ndoto. Hao ni watu ambao hawajakubali yaishe, panda vitandani na stress za kutu. Biblia inasema ndoto huja mara baada ya siku kuwa na mambo mengi. Kwa hiyo lazima uwe na sleep hygiene ya hali ya juu. Vitu vinavyokudistract weka mbali, make it sure unalala sehemu iliyo salama. Lakini hoja nyingine tunazungumzia nutrition and hydrations. Katika nutrition kuna uhusiano mkubwa sana kati ya guts, matumbo yetu tunachokula, sababu chakula kikiingia kikimeng'enywa mwishoni kitatengeneza mifumo yetu ya mwili. Mojawapo ya vitu vitakavyotengenezwa kutokana na chakula tunachokula kuna neurotransmitters, hizo dopamine, sijui serotonin na vitu gani. Kwa hiyo kama unakula vyakula ambavyo sio healthy, ina maana utazalisha neurotransmitter dhaifu. Ndio maana watu wengi wa mijini wanaonekana ni wa moto sana, kwa sababu hawali vyakula healthy kabisa. Mtu anakula tu vitu fulani vimekaangwa tu vya chapchapu. Kwa hiyo hawezi kutengeneza hawezi kuwa na mudi nzuri, lakini pia hawanywe maji yani. Kwa hiyo hizi ni changamoto. Lakini kitu kingine, practical self care, tunasema mindfulness and relaxation techniques. Tunasema mindfulness kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo tunazungukwa na mambo mengi yanayosiki attention yetu. Kwa usipokuwa na focus na consistency, hizo focus kuchukua machache unayoamudu, wewe utakuwa mwepesi kuwa derailed, nyenyuliwa na chochote kinachotokea barabarani. Atapita mtu utamlaumu, atapita mtu na gari lake utajisikia vibaya, atapita mtu tu perfume yake utaanza kujadili, ushaacha unachokifanya. Kwa mindfulness inatusaidia kuwa na focus na consistency, hicho kidogo unachokimudu kifanye to the fullest ili kiweze kuwa productive. Na hii relaxation techniques ndio tunasemaga una count hivi, unapunguza kwa kukaunti, inasaidia sana ili mtu uweze kuwa vizuri. Ila ingie paka tunafanya breathing exercise inakuwa inasaidia. Lakini pia regular check-ins kwa marafiki, ndugu na jamaa, wapigie simu, waulize, wasalimie, hivyo inasaidia. Bwana, unaendeleaje? Umeshindaje? Siku yako imeendaje? Leo naona kama uko vizuri. Inasaidia. Haimaanishi kwa control, lakini inasaidia check-ins hapa na pale. Mtu anajiona yuko belonging, anaona kuna watu wana take care kuhusu yeye. Kwa hiyo mtu anajiona naye yuko part of and parcel of the community. Jambo lingine ni knowing when to seek professional help. Wakati gani kwamba hali imekuwa tense. Zamani tulikuwa tunasikia tangazo linasema maumivu yakizidi pata ushauri wa daktari. Kila nyumba ina Panadol, kila nyumba ina first aid kit, lakini haimaanishi kwa kuwa unavyo eti utaki kwenda kuona professional care. Familia zingine wamedevelop mpaka wanaweza hata wakachomana sindano ndani kwa sababu wana uwezo wa kuchomana sindano, wanajua. Wengine hawajui. Kwa wakati gani wa kusiki professional help pale ambapo umeshindwa. Hiyo sasa inahitaji intellect binafsi ya muhusika, kwamba hili imeshindikana, acha niende kwa mtu ambaye anaweza kanisaidia. Na kwenye jamii yetu kwenye mambo ya afya akili kwa kuwa yako chini, watu wengi mara nyingi wanasubiri mpaka hali iwe tete, mtu ashachanganyikiwa ndo tunaanza kutafutana. Na hapo katikati ashazunguka kwa waganga wengi, lakini wengine wa mjini ndo wanaenda maombi kila siku na mambo hayabadiliki. Kwa utakuja kugundua kuna self care wheel ambayo unatakiwa kuwa na balance ya mambo kadha wa kadha. Hii unaweza ukaingia Google ukaiona, mimi picha haionekani vizuri hapa.
ikakusaidia kuweza kujua namna gani ya kunavigate na kudive safely na mambo ambayo unapitia. Hii ni call yangu mimi, wito. Caring for carer is not options, ni lazima, ni very essential, ni lazima, kwa sababu wako katika terminal angle ya kuponya uhai wa watu na kuwarudisha watu waweze kuwa function. Wakati mwingine wao wenyewe wasipokuwa makini wanaweza kasababisha hali ikazidi kuwa mbaya, au nao wenyewe pia wakadhurika. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana kuwajali, aingie kazini akiwa yuko na optimal mind iko vizuri. Kwa hiyo for the governments, maybe NGO au any kind of institutions must align with this few staffs ili kusaidia mazingira kuweza kutengeneza ulazima wa kuwakea wanaowajali kwenye changamoto, to prioritize mental health funding in emergencies, na sasa hivi naona sana inafanyika kwa kiasi kikubwa, lakini pia kutrain staff katika hizo psychological first aid, na kusaidia staff waweze kubuild their resiliences. Unajua resilience inatengenezwa hata kama umezaliwa una imaridadi, lakini unapokuwa kila siku unaweza ukajifunza kuitengeneza, lakini pia kuprovide any psychological support pale ambapo inakuwa inahitajika, na sio tu kwamba fanya kazi. Mwishoni kuna koti ya muhimu sana mimi nimeipenda: you cannot pour from an empty cup, caring the carer is caring for the humanities. Kwa hiyo lazima tuzingatie watu, binadamu wetu tunaujali kupitia kuwajali wanaotoa huduma katika mazingira ambayo ni ya ajali, mazingira ambayo yanahitaji attention kubwa ya wataalamu ambao wana akili yenye utimamu wa hali ya juu kuweza kusaidia. Kwa hiyo kikombe chako ni lazima kiwe na kitu cha kudeliver. Yaani kama ujisikii vizuri huwezi kufanya vizuri. Kama haujimudu huwezi kuamudu. Kwa hiyo huyu mtu lazima awe maridadi ili afanye huduma iliyo maridadi. You cannot pour from an empty cup. You cannot pour from an empty cup. So ni lazima muda wote waweze kuwa well refilled kutosha kudeliver, kwa sababu uncertainty hayo mambo haitabirikagi. Umeona, ili aweze kusaidia watu katika jamii. Nakaribisha maswali, nakaribisha nyongeza katika overview ambayo nimeitoa, very brief, lakini naamini itakuwa tumeielewa kwa kiasi kubwa kwa nini ni muhimu kubuild resiliencies to those people, na tuna build vipi, why it's just mattered, na barrier ni kama zipi. Tukaona stigma it's a part of the barrier, lakini culture pia based on our settings here, lakini pia mifumo dhaifu sehemu nyingi ipo, lakini sasa hivi tunajitahidi. And the common mental health challenges for those first responders, burnouts very likely, kutrigger mental health conditions mbalimbali ni very likely, kupata PTSD ni very likely, lakini pia mwingine kutokana na stress alichokishuhudia anaenda kujikuta anaingia kutumia substance, ulevi uliokithiri, kutumia bangi na vitu kama hivyo, ili kuweza ku hijack emotions ambayo ameshindwa kuzibeba na mambo kama hiyo. Na tukaja kugundua kwamba kuna silent burden, kwa kuwa hawa watu wanapitia mengi ila hatujui wanachokipitia. Wanafanya kazi muda mrefu katika mazingira hatarishi, wanashuhudia majanga, wanashuhudia vifo vya watu, lakini pia hakuna resource nzuri sometimes. Kwa nao wanakuwa wanajiriski, willingness inakuwa ni kubwa pia, lakini pia anaweza akaabsorb hizo pain za wale watu anaenda kuwa hudumia. Kwa hiyo hali inakuwa ni tete katika mazingira kama hayo. Kiara hao wote tuliwaona, watu wote wa medical wanaingia, lakini pia na wale ambao wamefundishwa kuhandle issues za kimedical, watu paramedical, social worker, humanitarian staff wanaweza kufanya. Lakini tukaja kugundua kila mtu ni community volunteer. Nyumba yako ikipata moto, aliyeko nyumbani atafanya kazi. Hata mtoto mdogo wako kwa yeye anaweza akafanya kazi ku rescue na vitu kama hivyo. Basi mimi nakaribisha nyongeza, nakaribisha any kind of discussions from hapa nilichokiwasilisha. Asante sana. Asante sana Pascal, asante sana kwa presentation ambayo imetufikirisha kwa kweli.
Nimewaza vitu vingi sana wakati unaongea hapo, ikiwemo stigma ya mwonekano pia, kwamba daktari lazima yuko mambo safi, daktari hawezi kuishiwa. Daktari mchango wake, hata hela akiombwa, daktari aombwi shilingi 1,000, shilingi 2,000. Lakini tumeona so many times ambapo nadhani ni juzi tu hapa kulikuwa kuna yule daktari aliyejitoa uhai, na watu wengi wakawa wanaongea kwamba sasa kama daktari anajitoa uhai sisi inakuwaje? Kwa hiyo hiyo stigma bado ni kubwa sana, lakini nawaza kwamba yawezekana Dr. Pasco, labda kuna self stigma pia, kwamba kuna pressure within ya ku keep up appearance, ya kuonekana mimi daktari niko mtizamo huu. Najua hii ipo kwa wale ambao ni mawakili, najua kwa mawakili hiyo ipo sana, so inawezekana pia labda na watu wa huduma wetu wengi, yawezekana pia napo kuna hicho kitu, labda inabidi tuanze na wao pia kurudi nyuma. Yani Tuse, naomba ni chip in. Mhm. Ah, sasa hivi nakaribia kupungua. Huu mfano mimi napendaga kutoa kizazi cha kwanza cha Tanzania waliozaliwa 60 mpaka 70. Mtu aliyesoma bwana na igo ya kufa mtu, aliyesoma chochote igo yake sio ya kitoto. We mtu amechunga ng'ombe huko na watu afu kapenya penya afu leo amekuwa mtu fulani, utamwambia nini huko kijijini? Kwa hiyo vizazi vya siku hizi kidogo inazidi kupungua hizi igo tu za kijingajinga, maana ndo changamoto zenyewe za afya ya akili, kwamba yani mimi daktari mzima natembeaje kwa mguu? Wewe nani kakwambia daktari unatakiwa kutembea kwa mguu? Umeona matatizo haya? Utatembea kwa mguu kwa sababu unatakiwa utembee kwa mguu, watu wataniwaje natembea kwa mguu? Sasa ndo mwisho mtu anapitia changamoto asemi. Kwa hiyo unakuta ni stigma within. Amelelewa wapi? Amekuzwaje? Ametambulishwaje maisha? Kapenya penyaje maisha mpaka leo falsafa yake ya maisha ikoje? Wakati watu tunatakiwa tu kuwa humble tu. Mtu yote anaweza kaa chochote dakika yote. Leo unacho kesho una, ndo maisha. Usijichukulie wa muhimu hapa wakati sisi tunakuona wa kawaida. Napigwa tukio hapo ushindwe namna kujitetea. Sema wewe unajua mimi nani? Wewe si mtu bwana, umekosea, pita huku. Utakao useme wewe nani? Yani tunaishi kwa sababu wewe ni nani? Hizo ni stigma na tunashuhudia sana, lakini nazidi kuona kama kizazi cha sasa hivi kipya cha Watanzania wanaozidi kuja, intellectual wengi wa sasa hivi, hizo mambo hawana hizo mambo hawana, wanajitahidi punguza kidogo, kwa sababu wasomi siku hizi wengi. Sasa we nani leo ukisoma ututishe mtaani hapa, unamaanisha nini? We nani? Na watu wengi wamesoma na hawafanyii kazi walichokisomea, despite supplementary penya na hazifanyii kazi. Kuna watu mimi nawajua wamesoma udaktari afu leo practice popote, wanapiga mishe tofauti na wako very happy na maisha yao, na hivyo vitu najua viko katika discipline zingine. Kwa hiyo nadhani mijadala kama hii ikifanyika itasaidia kupunguza ego za hapa na pale, ndio stigma zitapungua na watu watakwenda kutaji msaada mapema kabla hali haijakuwa tete. Yeah. Asante sana. Yes, Vasco. Very well said. Naomba nikaribishe kama kuna maswali ama kuna mnyongeza, lakini nilikuwa nataka pia kucontextualize. Tumeongea watoa huduma au at a macro level, katika level kubwa ya jamii, lakini ukiangalia hili somo unaona kwamba lina apply kwa watoa huduma. Hata wewe, kuna mtu hapa ndio firstborn wa familia, ama sio firstborn, lakini we mwenyewe ndo umesoma, kwa hiyo kila kitu kiko juu yako. Unaona kwamba hapo kuna application pia. Kuna kina mama ambao una watoto, majirani, kila mtu anakuangalia. Kuna kina baba. Kwa hiyo yani, tunavyosema watoa huduma tumeongelea at an official level, lakini ukija katika micro level ina apply nadhani kwa wote hapa kwa namna moja au nyingine. Lakini nimependa pia comment ya Doris kwenye chat ya kwamba tuangalie kwamba watoa huduma wanapitia vitu vingi. Sisi tunapoenda hospitali, unapoenda polisi, unaposimamishwa na traffic hebu mpe tabasamu kidogo, mtie moyo, asante kwa kazi. Vitu vidogo vidogo hivyo vinaweza vikawasaidia. Naomba nikaribishe maswali ama nyongeza. Karibuni sana. Ya, mimi ninanyongeza, nasikika. Karibu, karibu.
Ya, haya mambo kweli yapo. Mi nakumbuka ni juzi tu nilikuwa nina shughuli benki, kwa hivyo nilienda ukifika benki tu hapo utakuta vile vibango pale vimeandikwa, na pale paliandikwa customer care. Nikafika pale na mtu nimeonana naye pale, actually muda ulikuwa umeenda sana, lakini service nilivyokuwa ninaipata kwa kweli nikaona kabisa yani alikuwa ananijibu ili amalize, ila sio kunijibu ili nisaidike ninachokitaka. Kwa hiyo mwisho wa siku nikajua huyu mtu tayari, hii hapa kuna changamoto fulani. Kwa hiyo nilichokifanya, kwa sababu nimeanza kujifunza na nika notice hii ni changamoto, nilimwambia tunafahamu kwamba kweli mnahudumia watu wengi sana na mnachoka, kwa hivyo pole, una haki kabisa ya kunijibu hivyo ambavyo umeweza kunijibu, ila pole sana. Lakini kwa yeye, baada ya kusikia pole na kunotice kweli nimefeel kile ambacho alichokuwa anakifanya, nilishangaa tu, mtu ametabasamu akaitikia asante kwa nguvu zote. Kwao pia nikawa nimefanikiwa ku exercise ama ku practice namna ya kumkea huyu mtoa huduma. Kwao ni kweli wapo wanafanya hizo shughuli na wanasubiria tu mtu mmoja amwambie neno ili kurudisha tabasamu lake. Asante. Sure. Asante, asante kwa nani. Asante kwa experience hiyo. Ni kweli neno moja tu linaweza likamrudisha mtu nyuma. Naomba niendelee kukaribisha, kama kutakuwa kuna mwingine tena mwenye mchango ama swali, unaweza pia ukatype kwenye chat kama huwezi kuongea, lakini kama unaweza kuongea, karibu. Ya unmute tu, hauhitaji kunyoosha mkono. Okay, Dr. Pasco, asante sana, na my sister to say happy for this very much. Kuna kitu kimeni like really feeling it, especially ile stigma ya ego na kana na situation kama hiyo. Kama alivyosema, for example, wako watu ambao kama kwenye keria kama ya let's say uchungaji, you feel kabisa kuna ile sense ya ego, na hiyo inaumiza kwamba okay, mi ni mchungaji, siwezi kuwa hivi na vile. Kitu gani kinaweza unawezaji ukamsaidia au ukawasaidia? Nazungumza hivi kwa sababu kama kwa professional ya kwangu nafundisha, na unaona saa nyingine wanajaribu kuja na hiyo ego, na kiukweli huwa inatuumiza kwa sababu sometimes mtu anaweza kusema mi ni mchungaji, kwa nini wamenipangisha foleni, sijui mi ni mchungaji, kwa hiyo kitu kama hicho. Kwa hiyo labda nimwombe Dr. Pasco anaweza akatusaidia process ipi unaoweza kusaidia watu ambao maybe na wakati fulani ni environment, yani jamii inawapush kwenye hicho. Nakumbuka Pastor Mbwana aliwahi kutupa mfano mzuri. Alikuwa hataki hata kubebewa bag, like no please don't, I can handle my bag, leave it. Sasa sometimes a pastor can be very good, anaanza kubebewa begi, yani jamii inampush kwenye that specialness, alafu ina create ego ndani yake, baadaye asipofanyiwa anakuwa kama anaidemand. Sasa how can we help kucreate platform ya hawa watu ambao labda wana ego tayari, au namna gani tutawasaidia wasiwe na hii ego, kwa sababu hii ego ndo itafanya wakati fulani hata ushindwe kusaidiwa, au mazingira ukienda let's say ni ya kijijini ambayo haiwezekani, anakupa changamoto. Yani how can we build na kuwasaidia, kama kwa mfano unajua mtu ana kitu kama hiyo. Thank Asante sana Dominic. Based on my perspective, opinion zangu zitakuwa hivi. Watu wote wenye ego ni watu ambao wana exposure dhaifu kuhusu maisha. Hawana exposure. Watu wenye exposure ndogo ndo wanakuwaga na ego. Yaani ndo maana na exposure ndogo inamaanisha kwamba huyu mtu yuko culturally bonded. Yaani culture yake iliyomlea ile ndo anaijua. Ndo maana kuna mwingine utasikia, unajua mimi ni mtu wa kanda ya Ziwa. Asa unamaanisha nini? Wewe unajua mimi ni mtu wa nyanda za juu kusini? Unajua mimi huwa nakasirikaga. Wewe ina maana wewe hujui mimi huwa nakasirikaga na mimi? Watu wenye ego ni watu ambao wana exposure ndogo. Exposure ndogo. Kwa hawako humble na wanajifananisha na watu waliokuzwa nao toka wanakuwa wadogo mpaka wanakuwa watu wazima. Sisi watu tunasema
Watu wanakuwa na hizi tabia walizonazo kwa sababu namba moja, walirithi; namba mbili, walivyolelewa, nyaya zilivyochomekwa. Waliowalea huenda waliwaambia wao ni watu wa kipekee. Sasa anakuja kuzaliwa, anakuja kuwa mtu mzima, anakutana na watu ni wa kipekee, alafu hawalingi, inampa tabu. Anakwambia wewe mbona mzuri, afu tu na mtu yote tu anakuitaita. Sasa wewe usiitwe na watu, wewe nani? Wewe nani? Eh? Yani, anyway, tutoe mfano wa wachungaji kwa sababu kweli inatokea, wasije wakajisikia vibaya. Unakushangaa huyu mchungaji atakuwa huyu ana akili za kijijini kwao. Ukiwa mchungaji unakuwa mnyenyekevu. Mbona Yesu alikuwa mnyenyekevu? Huyu ameleta tamaduni, huyu cultural taboos, huyu ndo zimemfunga huyu, kazileta huku. Unajua nyinyi kama mnakumbuka, zamani tulikuwa tunakuzwa tunaambiwa mkubwa akosei. Kwenye tamaduni mkubwa akosei, ila mbele za watu wa Mungu wakubwa wanakosea kuliko wadogo. Ndio maana mwisho wa mambo yote hapa, siku akija mara ya pili, tutaitwa wote hukumuni, wakubwa na wadogo. We baba, ulikuwa unaishije na watoto wako? Haya, nikuchome nisikuchome? Sasa lazima uwe mnyenyekevu, uwe well exposed, uwe very exposed. Na ndio maana tukizungumzia akili ya binadamu tunazungumzia mambo makubwa mawili. Tunazungumzia intellectual capacity ya huyo mtu, level yake ya kuwa exposed. Tunakwenda shule kwenda kunoa intellect. Unapokuwa exposed, utaanza kuelimika, utaishi based on exposure ulioipata, intellect. Lakini pia akili, tunaangalia kitu kinaitwa psyche, mind. Mitazamo inabadilisha. Tunasema binadamu ana perspective zinabadilisha mindset inaamua mawazo yanaamua hisia zinaamua tabia. Sasa unakuta huyu mtu level yake ya intellectual ni ndogo, anaanza kuleta ego kwa watu. Unajua kule kwetu, hapa sio kwenu, hapa kwa watu wenye makabila mbalimbali walokuzwa sehemu mbalimbali. Ukileta kule kwetu, hizo ni ego za kwenu, sisi hatuzijui, tayari una changamoto. Sasa wakati mwingine hatuko hapa duniani kulazimisha watu waishi tunavyotaka. Wengine inabidi tuamudu ili tuishi nao, afu baadaye wakiwa wana utulivu inabidi tuwasaidie. Kwa hiyo ni kitu very tricky, sio kitu kirahisi rahisi, kwa sababu kuna mwingine pia hata ukimwambia na hii changamoto, hiyo kesi yake ni kubwa. Kwa inabidi atafute mtu ambaye anamudu, basi aje kwa wataalamu kama sisi, tumnyumbulie hiyo behavior yake, afu mwisho tumkabidhi akaiache ili aishi salama. Kinyume na hapo atamiss target nyingi sana hapa duniani, kwa sababu mtu kama huyo, kuna vitu vingi mtajikuta mumuhusishi, si anaigoiga, ataharibu timing zenu, hamwezi kumuhusisha. Sasa usipohusishwa kwenye mambo kwenye hii jamii, utaishije? Utakuwa productive saa ngapi? Tunakuwa productive kwa sababu tuko fully engaged. Hatuwezi kumuengage kwa sababu huyu mtu ana limitation vyake vingi, kwa hiyo inabidi tumwache hivyo hivyo, hatuwezi kumtumia. Sasa lazima uwaambie watu uko available. Watu ambao wanasema wako available hawana ego, wako ready kutumika, wako ready kuingia katika any kind of mazingira na bado wakawa productive. Articulation zao ni kubwa, wana dive safely popote pale, no matter how. Kwa hii ni hoja ambayo ina utamaduni ndani yake, na mwisho inaingia kwenye stigma nyingine. Tunamwona huyu mtu sio functional mbele yetu, hatumtaki. Asante. Asante sana. Nadhani umegusa kila kitu hapo Pasco, vizuri kabisa, umegongelea vizuri msumari. Tuseneza nikaongea jambo kidogo. Sawa, nakukaribisha Tyson. Naomba Gaudence alikuwa amenyosha mkono, naomba nimkaribishe Gaudence alafu nikukaribishe akimaliza. Karibu Gaudence, alafu Tyson utafuata. Nashukuru sana kwa session nzuri. Dr. Pasco, siku zote una ukoseagi, una hit on target. Mungu akubariki na akupe maisha marefu. Sasa pia nashukuru sana Akili Huru. Of course hizi sessions tunazichukulia for granted, but they are very very important. I wish watu wengi tungekuwa tunazisikiliza. Binafsi nimefaidi sana leo kwa hii session, na sio hii tu,
Session nyingi tu zinakuwa ni nzuri sana, lakini unapata attendance iko chini. Kama hapa naona watu 27, wakati session imekuwa nzuri, ingebadilisha jamii yetu kwa ujumla. Kwa hivyo natamani tuwe tuna share hizi links ili watu wengi wajiunge na session tuwe na jamii ambayo iko bora zaidi. Lakini pia nitoe tu tangazo moja ambalo litatusaidia sisi watu wa huduma. Kama alivyosema Datuse, watu wa huduma tuko kwenye level tofauti tofauti. Kuna watu wa huduma ambao tuna labda watoto wenye changamoto mbalimbali. Kama mzazi unaona I haven't done enough. Unapambana mpaka unajisahau. Natamani tuishi na hii message ya siku ya leo, lakini pia niseme kwamba kuna retreat inaenda Rwanda. Kuna retreat tunaenda Rwanda kama watu wa ATAPE. Watu wa akili huru kwa session ya leo, jamani twende tukajiachie kidogo kule Rwanda. Wa TRVF tunatoa 650,000 tu, unapata malazi, chakula, viingilio vya kila sehemu, usafiri. Unaona, twende tukajifunze na tuache hizi stress za kila siku. Kubadilisha pia mazingira ni kitu kizuri. Kwa hivyo tujipange, pia tujipe fursa ya kupumzika kama watu wa huduma. Ili tuje tuna energy, tusiwe tunakasirika kwa maswali ya kawaida. Mtu anaomba tu msaada wake kama Biseko alivyosema, ushamjibu vibaya. Wakati yeye yuko amekuja kutafuta huduma ya benki. Kwa sababu tunakuwa overwhelmed, tunajisahau kama watu wa huduma, tunajisahau, tunaweka priority kwa watu wengine, tunasahau kwamba akili yetu, tukiwa na afya ya akili nzuri, tutatoa huduma nzuri zaidi. Nishukuru sana, asanteni wote. Asante. Haya, watu waende retreat. Tyson, karibu. Okay, ngoja niongee kitu ambacho hakijaongelewa tu kimoja hapa. Nilikuwa na shukuru kwa ajili ya swali ambalo ameliuliza mchungaji Dominic na jinsi ambavyo Pascal amemjibu daktari. Nashukuru. Nikatafakari tu, nikaangalia mazingira ambayo ya Tanzania na huku niliko, nadhani watu ndio mmetengeneza hii hali ya kuwainua sana wachungaji namna hiyo. I think it's kuna namna ambavyo tumeitengeneza ambavyo haijakaa vizuri, of which nafikiri tunaweza tukaibadilisha kwa vizazi ambavyo sasa tunakuja, kwa sababu sisi ndio sasa tunakwenda kulishia kanisa as we go by. Watu wetu walikosea, kuna namna ambavyo walikosea, tunaweza tukarekebisha hayo mambo. Kwa mfano huku ambako niko, mara ya kwanza ninakwenda kuchunga, ndugu yangu, hapa hawana high table. Kama ni potluck, unapanga mstari kama mtu mwingine kabisa. Huku unabeba mizigo yako, unabeba iPad yako, unabeba nani lako. Kwanza huwezi kumjua mchungaji, labda tu awe na ID. Huku hata suti hata hawavai. Okay, that's a personal thing. Lakini yani usipoona ID ukasoma ID ya huyu ni mchungaji, hata huwezi kujua. Mkikutana kukula, mtapanga mistari kama watu wengine. The only thing ambao unaona treatment zaidi ambao tunapatiwa hapo zaidi ni labda unapewa parking. Unakuwa reserved parking, ambayo kwa sababu watu wanapaki kuta magari yamejaa, naona tu mchungaji ili akatoe huduma au aende akahudumia watu akafanya jambo fulani apate parking kwa urahisi, lakini vitu vingine hivi unafanya kama watu wengine. And I think ina low expectations, na pia inatengeneza hiyo humility kama ambavyo mmesema hapo. Ninajua sasa hivi kuibadilisha inaweza ikawa ngumu, lakini hivyo vitu tuendelee kuvisema makanisani, vinaweza vikatusaidia tukafika sehemu ambayo tunaweza tukawa na hali nzuri zaidi. Inaweza nikachangia kidogo. Hello? Karibu Hello? Pascal. Ndugu yangu nimeona anaitwa TYE. Sorry, sijui ndio inatamkwa hivyo. Tyson. Okay, Tyson. Hii kitu inishabadilika siku hizi, hakuna hiyo mambo. Unajua dini sisi tumecustomize kutokana na culture zetu. Bana, huyu mzee wa kwetu huwezi kumfanyia hivi. Sasa watoto wa siku hizi hawana mambo hayo, self autonomy kubwa. Anamwambia kabisa, dadi umekosea.
Daddy, this is not right. Wakati zamani walikuwa wanaambiwa mkubwa akosei. Ishabadilika siku hizi. Kwa hiyo unakuta dini tumecustomize, mwisho tunaanza kuweka burden. Eti wazee wanakula pale, watu wazima stule wote, stule wote wanakula nini? Kwenye tamaduni zetu zamani, wakubwa wanakula mapaja, watoto wanakula miguu. Tumecustomize dini kwenye culture, kwenye tabu zetu na culture zetu. Kwa hiyo hii ndo changamoto ambayo inatusumbua, lakini siku hizi naona mambo yanabadilika. Watoto wale wana hizo habari, yaani wewe una deserve hichi utapewa, udeserve watu wanakuacha. Kwa hiyo nadhani tuko vizuri, so far so good, so far so good. Asante Dr. Pasco. Naomba kwa watu ambao nimeona kuna maswali huko, sio maswali but consent kwenye nani, kwa watu ambao ni wageni, haya masomo yapo kila wiki tunakuwa na masomo, na mwezi huu ndio tumesema tutakuwa tunaangalia kwenye ile theme ya afya ya akili katika kipindi cha majanga na dharura, na ndio tumeanza hapa na watoa huduma kwanza kabla tujaenda huko kwingine. Kwa hiyo tutaendeleza hii mada kwa mwezi huu mzima, na link ni hii, muda ni huu. Yeah, tuna saa 2 mpaka saa 3 kila Alhamisi kwa linki hiyo. Kwa hiyo karibu kama wewe ni mgeni, lakini pia hizi sessions zinakuwa recorded na zinakuwa uploaded kwenye channel yetu ya YouTube. Kwa hiyo immediately after hii session ukiipa kama dakika 10 tu utaikuta iko kwenye channel ya YouTube. And then kingine labda niongezee kidogo hapo kwenye swala, maana sio wachungaji tu, ni watu wengi. Ego inasumbua watu wengi sana, inasumbua wengine hata sio wana profession, labda tu wametoka mazingira magumu, wamepata hela kidogo, basi ego imeenda. At the end of the day ni wewe binafsi. Jamii inaweza ikakutreat inavyokutreat, lakini mwisho wa siku kama alivyokuwa anasema Pasco, ni saiki yako, ni mtizamo wako ambao wewe ndio either utakupeleka kwenye kuwa na ego ama kutokuwa nao. Kwa hiyo haitegemeani na mazingira ya nje, na kitu kikubwa kwenye afya ya akili ni hicho, na ndio tunachojaribu kujifunza kila siku, kwamba at the end of the day ni wewe. You are the one in charge of your mental health. It's not the society, sio watu ambao wanaokuzunguka, ni wewe kama wewe. Kwa hiyo I hope kwamba kwa somo hili usiangalie nje, lakini angalia wewe ndani, naona wewe utafanya nini kuweza kujitunza wewe, kujilinda wewe, na kutengeneza ile ustahimilivu wa akili yako wewe. Naomba nikaribishe Dr. Pasco, labda kama una neno la mwisho, and then tutakuwa tumemaliza session yetu ya leo. Uwaga tunamaliza our formal session, lakini after that if you wanna hang out tunakaa hapa for another 10-15 minutes, then tutamaliza session kwa ujumla. Karibu Dr. Pasco. Mi sina la kuongezea. Nashukuru tu kwa kunipa attention na kunisikiliza, kwa kushare machache, nikiamini kwamba tunaenda kushiriki steer up na kuchange perspective za watu within our community na kutengeneza jamii iliyo imara, jamii yenye ustahimilivu kutosha kubeba dunia na fujo yake, na dunia haitakuja kuacha kuwa na fujo. Hii ni chaotic world, mwanzo mwisho, mpaka atakaporudi mara ya pili Yesu. Kwa hiyo ni lazima watu wawe imara, wapite salama na tuishi, sababu maisha ni kuishi tu, hakuna kitu kingine. Otherwise unaweza kanicheki kwa namba zangu 0713430096 na kliniki Arusha au popote as far as umenipata kwenye simu, au kaniita nikufanyie training ya wafanyakazi wako zako, jamaa, kikao cha ukoo, cha familia. Mimi nipo, circulation yangu mimi ni kubwa. Nashukuru sana, asante. Asante Dr. Pasco. Naomba urudie namba ili niweke hapa kwenye chat. 0713430096. Narudia tena 0713430096. Sawa.
Basi naomba niwashukuru wote mlioweza kujoin siku ya leo. Labda nimalize na kuna mtu mmoja alisema quotation kwamba our duty is to serve and not to solve. Kwa hiyo huwezi ukamaliza matatizo ya watu wote. Yours is not to solve, but yours is to serve. As a caretaker, huwezi ukamaliza matatizo ya watu wote, but wewe endelea kuhudumia kwa kadri ya uwezo wako. Mwisho wako ndio hapo hapo. Usitake kusolve matatizo ya dunia. Like Wataendelea daktari wengine alivyosema. ulivyoishia. Thank you. Wataendelea wengine Wewe wengine ulipoishia. hujaja hujaja kuokoa dunia, umekuja kuishi. Yes. Wewe sio Yes, Yesu. umekuja kuishi Madam, na sio kuokoa dunia. Sio Asante kuokoa sana. dunia, hilo sio jukumu lako. Yesu afanye kazi gani Madam mfanye Tuse, kazi msalabani? Mm. Nadhani Madam kwa Tuse, wachungaji hili umelisikia zaidi. Naomba ni end our formal session, lakini tuendelee kuongea. Morris, nimekusikia. Karibuni. Naomba niwashukuru wote mlio join, na washukuru sana.